of Keikuru Kubamba ambao tulianzisha mwaka wa 1994. Bwana Yesu asifiwe. Na tunafanya huduma katika sehemu mbalimbali, makanisani, miji na katika shule katika Kenya yetu. Kama vile mchungaji amesema, sitachukua muda wenu mwingi. I'll take the shortest time possible, maana naona wengine mnaanza kuhisi njaa na sio vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Mahali ambapo tumesoma ni katika Psalms 23, and you can be able to link that to Matthew 18 verse 1 to verse number 14. Matthew 18 verse 1 to verse number 14. The children have already exposed it, Psalms 23, but I want to link that to Matthew 18 verse 1 to 14. Bwana Yesu asifiwe. And the big question in the house is, why children? Kwa nini watoto? Why children? Najua kuna walimu hapa ambao ni wa shule, wengine ni walimu wa Sunday school, wengine tunafanya na vijana. Have you ever asked yourself, why children? Wengine ni wazazi, Mungu ametubariki na watoto. Kwa nini watoto? Bwana Yesu asifiwe. Allow me to read, and then we'll pray to start. Matthew 18 verse 1 to 14 nasema kwamba, at that time the disciples came to Jesus and asked, who is the greatest in the kingdom of heaven? He called a little child and had him stand among them, and he said, I tell you the truth, unless you change and become like these little children, you will never enter the kingdom of heaven. Therefore, whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. And whoever welcomes a little child like this in my name welcomes me. But if anyone causes one of these little ones who believe in me to sin, it will be better for him to have a large millstone hung around his neck and be drowned in the depths of the sea. Woe to the world because of the things that cause people to sin. Such things must come, but woe to the man through whom they come. If your hand or your foot causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to enter life maimed or crippled than to have 2 hands or 2 feet and be thrown into the eternal fire. And if your eye causes you to sin, gouge it out and throw it away. It is better for you to enter life with 1 eye than to have 2 eyes and be thrown into the fire of hell. See that you do not look down on one of these little ones. For I tell you that the angels in heaven always see the face of my Father in heaven. What do you think? If a man owns 100 sheep, none of them wanders away, will he not leave the 99 on the hills and go to look for the one that wandered off? And if he finds it, I tell you the truth, he is happier about that one sheep than about 99 that did not wander off. In the same way, your Father in heaven is not willing that any of these little ones should be lost. Shall we pray? Mungu wetu, tunakubariki, tunakuinua. Hakuna Mungu kama wewe, Mungu ambaye anatupenda, Mungu anayetujali sisi watoto wako. Bwana, umetupa nafasi ya kuzungumza kuhusu watoto, maana ukiwa na wanafunzi wako uliinua mtoto katikati ya wanafunzi wako. Na ukasema ya kwamba ili tuurithi ufalme wa Mungu, ili tuwe wakuu, lazima tubadilishwe, tuwe kama watoto wadogo ili kuingia katika ufalme wako. Tubariki tunaposikia injili hii ili iwe manufaa kwetu kama wazazi, kama kanisa, kama walimu, na hata wale ambao wanahusika katika maisha ya watoto hawa. Na wale ambao wahusiki, Bwana, tusaidie kuwa na mzigo na moyo wa kuhusika katika idara hii ya watoto. Kwa utukufu wako tuomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. So the question in the house is, why children? Kwa nini watoto? Why children? And the children were able to expose Psalms 23. The Lord is my shepherd. And when you run through the book of Matthew chapter 9, Jesus looked at the crowd from verse number 34 to 36. And he looked at the crowd and said, look,
They were helpless, scattered like sheep without a shepherd. In other words, they needed a shepherd. Bwana Yesu asifiwe. Na ninaposema kuhusu watoto, ninamaanisha ya kwamba watoto wengi wamekosa mchungaji. So many children lack a shepherd. Hawana mchungaji. Na ili nidhihirishe hiyo, utaona hata kanisani, wakati mchungaji anasimama katika madhabahu, anaomba ya kwamba tuwe na walimu wa Sunday school. Tunahitaji walimu wa Sunday school. Ndio ngapi tunajitokeza? Wachache. Kando na hiyo, hata kwa kanisa kuna shule nyingi ambazo ziko hapa, lakini ni wangapi tunaenda katika zile shule? Wachache. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza tuma wachungaji katika training, tunaweza tuma wachungaji katika Bible schools, lakini ni walimu wangapi wa Sunday school wanatumwa katika Bible schools? Hata kwetu hapa Kenya Baptist Theological College tuko na kitivo ambacho ni cha Bible school ya walimu wa watoto, children ministry. But ni wangapi tuko pale? Ni wachache. Lakini tuko na walimu wengi sana wa Sunday school katika makanisa yetu. They are helpless, they are scattered like sheep without a shepherd. Bwana Yesu asifiwe. Na hata katika gari ya kina mama hapa katika kanisa la Baptist tuko na wajumbe wa Yesu. But how many are willing to join that? Very few. Bwana Yesu asifiwe. And I'm here to talk about why children. And in this story, we see Jesus with the disciples. They knew very well Jesus is about to depart to heaven. And they were looking for a place whereby one of them might be able to occupy that space when Jesus leaves. They wanted to see who can be great. And even us who are seated here, all of us want to be great. We want to be the greatest. We want to leave a legacy. We want to be heard. We want to leave a legacy. Bwana Yesu asifiwe. But the best place we can be able to leave a legacy is our children. Bwana Yesu asifiwe. Mimi watu wananiona kupitia kwa watoto wangu. Maana Waswahili wanasema kwamba mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. So the world around me will be able to see me through my children. How am I bringing them up? How are we bringing them up in the church? How are we bringing them up in the family? Bwana Yesu asifiwe. So when you look at the Bible in Matthew 18, there are a few things that we see there. Number one, Jesus is telling the disciples, we need to welcome children. They need embrace. And he says, whatever little thing you did for these little children, you did it for me. But how many of them welcome children? Very few. So many times we see children as a bother. Tunaona kama sumbua. Bwana Yesu asifiwe. Hatuoni wakiwa ni watu. And one thing you want to leave in your mind when you live here ni kwamba uwaone watoto kama watu. Kama wewe ni mzazi, muone mtoto kama mtu. Kama wewe ni mchungaji kama mimi, umuone mtoto kama mtu. Bwana Yesu asifiwe. Maana mara nyingi kama wazazi hatuwaoni watoto kama watu. Kama kanisa hatuwaoni watoto kama watu. Kama community hatuwaoni watoto kama watu. But we need to see children as people. And that's why in verse 14, the Bible is so clear. Hata Mungu mwenyewe hapendi mmoja wadogo hawa waweze kupotea. Bwana Yesu asifiwe. In other words, he loves children. He values children. No wonder he died on the cross for them. But mara mingi sisi kama kanisa hatuoni kana kwamba Kristo alikufia watoto wadogo. Alikufia watu wazima peke yake. True? Yes. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimefanya crusades mingi na wachungaji. Utapata nimefanya crusade, tumebeba vyombo, watoto ndio wa kwanza kubeba na vyombo na sisi. Tukiimba ndio wa kwanza kuruka na kuimba na sisi. Na baada ya mchungaji kuhubiri anauliza nani angependa kuokoka, kwanza kuinua mkono ni nani? Mtoto. Nasikia mchungaji akasema watoto wekeni mikono chini. Kuna mtu huko nyuma angependa kuokoka? Kuna mtu huko
In other words, you don't see them as people. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. We need to welcome children. Jesus loves them. He values them. That's why he died on the cross for them. They need to know him. They need to love him. They need to serve him. Bwana Yesu asifiwe. As a church, as a family, are we helping them to know him? Are we helping them to love him? Are we helping them to serve him? How are we as a family? How are we as a community? How are we as a church helping these children to know him, to love him, to serve him? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. And all of us will be very happy to say that Daniel served God, Samuel served God, Timothy served God. And they were little children. When God called Samuel, he was 2 years, right? Even the pastor did not know that God was calling Samuel. Bwana Yesu asifiwe. Timothy, 16 years old, he was a pastor at Ephesus church. David became a king as a young boy. No wonder he said, this thing, Goliath, how can he despise people of God? A young boy. And nobody knew God was raising David to become a king. Bwana Yesu asifiwe. So we talk about children, but we don't allow them to participate in what we are doing. We don't allow them to take the Holy Communion. We don't allow them to be discipled. We don't allow them to be baptized. Tunasema watoto wadogo hawabatizwi. Very soon tunasema watoto wadogo hawaokoki. We need to welcome them. Bwana Yesu asifiwe. Is the church welcoming to children? Is your home welcoming to children? Is your school welcoming to children? How's the environment there? Is it welcoming? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tutakubali kuwakaribisha wakati sisi tumeweka number 1 rasilimali zetu katika watoto wetu. We invest our resources, our God-given resources in our children. And that one will show God we are welcoming them. Has God given us resources? Yes. Bwana Yesu asifiwe. So much resources that God has given us. God has given us time. That's a resource. God has given us money. That is a resource. God has given us talents. That is a resource. God has given us gifts. That's a resource. But where are we investing it? Sometimes we invest in adult ministry, we forget to invest in children ministry. Bwana Yesu asifiwe. And I know some of you remember Njiru, few years ago, kanisa ilibomolewa ikawa chini kabisa. We had raised the membership ikafika almost 70. Watu wote wakapotea maana nyumba zao zilibomolewa. Ikabaki peke yangu kama mchungaji. And I was like, what do I do? Mungu akaniambia angalia chini. Angalia chini 50 meters nikaona Njiru Secondary School. 460 boys and girls. Akaniambia angalia nyuma yako. Njiru Primary School. 2,600 boys and girls. And he told me, the harvest is plenty, the laborers are few. Bwana Yesu asifiwe. I was looking for people, but God was showing me people. And today, I thank God, every week, we are serving 4,600 children every week as a church. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anatuambia tuwakaribishe watoto. We need to welcome them. Invest your time in them. Na najua wengine hapa ni wazazi. Na hapa kuna shule, right mchungaji? Tuko na shule. Wakati mwalimu mkuu anasema kwamba tuko na parents meeting, ni wazazi wangapi wanakuja? Na wengine ni washirika hapa. Wanaambia jirani ukienda meeting hata mimi niende. Utaniambia vile walisema. What are you telling God? Sina time na watoto wangu. Academic day, sina time na watoto wangu. Na Mungu amekubariki na watoto. And that is a resource you need to invest
in the children that God has given you. As a church, as a family, as a community. God has given us so many children in the schools around. How many schools are around? Ask yourself, who is reaching out to them? Nani anawafikia? Tumeachia watu wengine. Lakini sisi sio kazi yetu. We need to welcome children. Chochote kidogo unachowafanyia wadogo hao, unanifanyia mimi. You are actually doing it for Christ himself. Bwana Yesu asifiwe. Time. The other resource is money. God has given us money. Kama ni time, all of us have 24 hours. So kuna wenye wako na 26 hours. Sisi wote tuko na 24 hours. You can actually say, I will take 2 hours in a week to visit or reach out to the nearby school around. Just 2 hours in a week. That's enough. Ama hatuna time. Lakini kuna time ya mambo mengine. Mungu atusaidie. Hatuna time ya kuja kufundisha Sunday school. Lakini kuna time ya mambo mengine. Bwana Yesu asifiwe. We need to welcome children. Another resource is money. Where are we investing our money? Huyo mzazi tu ameshuka nywele na akaweka 2000 kwa nywele. Itakaa 2 weeks in a salon. Huyo mzazi tu, mtoto kitabu ni 200 pages ya shule. Anarudi shuleni bila kitabu, anakutana na mwalimu kwa barabara na kuuliza, mzazi, mbona hujanunulia mtoto shule? Mwalimu bado anatafuta. 200 pages, 70 shillings or 50 shillings. Mzazi akiangalia nywele 2000. Kitabu 50 shillings. Bado inatafutwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jana msiposema amen nitahubiri tu. Bado 200 pages inatafutwa. How does God look at us? Bwana Yesu asifiwe. Walimu wa Sunday school ni the same. Hatuwafanyii training, hawana curriculum wenye wanafuata, yetu wana deal na watoto wetu katika Sunday school. Bwana Yesu asifiwe. How many parents will take their children to a school ambayo haina walimu ambao hawana training? Hakuna. Lakini kanisani Sunday school, do you care if they are trained? Do you care if they have a curriculum? Welcome children. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tukiwa na crusade, we invest in it. We invest our money in it. Building, we invest in it. Lakini kwa watoto, no investment. Welcome children. Bwana Yesu asifiwe. Hata budget ya sweet ya 50 bob kila wiki hakuna. Unaambia mtoto, toto utakuwa daktari. But you are not investing in them. Bwana Yesu asifiwe. Camps zinapatikana, we don't go for those camps, our children don't go. I thank God somebody invested in me nikiwa mdogo. And that's why I'm standing here today. Bwana Yesu asifiwe. They took their money, their time in me. Bwana Yesu asifiwe. Welcome little children. Whatever little thing you do for them, you do it for God. You do it for God. Bwana Yesu asifiwe. Gifts is a resource. Nasema time, money, gifts. Unapata keyboard, mwenye anacheza keyboard ni mmoja kanisani. Lakini vijana wamejaa wapi? Kanisani. Amecheza keyboard for 7 months, 1 year, 2 years. Lakini keyboard iko pale from Monday to Sunday. Wakati mwenye anacheza amekosa kuja church, leo service ni bo. Yetu kuna vijana zaidi ya 50 kanisani. Hello? Where are we investing? How I wish our 50 tungesema every Monday from 5 to 6 wakuja wajifunze keyboard. In 2 months tuko na 10 keyboardists. Bwana Yesu asifiwe. Hapa naona msita karibisha tena. Bwana Yesu asifiwe. Gifts. Mungu
ametupatia talanta. Hizo talanta tunahitaji kuwekeza kwa watoto na vijana. And I'm trying to answer that question, why children? Why has God given us children? He needs us to invest in them because that is the best stewardship of our God-given resources. We will prove we are good managers of what God has given us. Bwana Yesu asifiwe. And the other thing God is telling us is to protect children. Bwana Yesu asifiwe. And the Bible is saying, anyone who makes these children to see it is better for a large millstone to be hung around his neck and be thrown in the deep of the sea. Yeyote ambaye anakosesha watoto hawa. In other words, anyone who puts a stumbling block in their way, it's better for a large millstone to be hung around the neck and be thrown in the deep of the sea. But are we stumbling our children? Yes. Tunakosesha watoto wetu? Yes. Tunafanya wakaingia katika dhambi kwa vile tunaishi maisha yetu na vile tunawafanya. You are not protecting them. Bwana Yesu asifiwe. And so many, we cannot buy a Bible aende nayo shule, lakini tunanunua baiskeli ya 3,000. We can buy a toy for 1,000, lakini Bible unakuja kanisani, mchungaji kwa na Bible unaweza peana ya mtoto, lakini toy tunanunua, baiskeli tunanunua mpaka movie zile zimetoka China zimebadilishwa kuja hapa Kenya. Mnazijua? And our children spend 7 hours watching those movies. Mnazijua? DJ Afro. Tunasikia alright, mgonga amemwangusha. If you look around the world, Kenya is number 1 on TikTok because our young people are spending 7 hours a day watching TikTok. What are they watching? Are we sharing the gospel on the TikTok? Hata wengine hapa ni viongozi. Are we on TikTok? Where our children are? No. Tunasema ni shetani, tumeachia shetani huko. Nobody inafaa we invade those spaces because the church should not be an inviting church. It should be an invading church. Invade those spaces. Bwana Yesu asifiwe. Get into those spaces to protect our children. The best song weka huko, the best message weka huko. Ianza kutrend. If you look at latest trends among our young people, ni mbaya zaidi. Nyingi ambazo zinaharibu. Na sasa kuziongelea mingi hapa. I can talk about one of them. One of them which is a very funny issue in Kenya is my dress. Bwana Yesu asifiwe. My dress. Bwana Yesu asifiwe. That's something which is a very funny issue in the church. And no one is talking about it. Hata wasichana wetu wanasema kwamba ni heri kufa kwa Mercedes kuliko kufa kwa baiskeli. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah, church. We need to protect our children. Some of them are going through stress, distress, and many things. But what are we doing as a church? We are busy in the church. Kuria na mama kuria, kanta lori shika kanta. And our children are lost. God says in verse number 14, He does not desire see our children getting lost. Lakini sisi wanapotea tukiona. Hata msichana akipata mimba kwa kwaya, sisi ndio kwanza kusema huyu tuliona, huyu tulijua. Wakati tulijua ulifanya nini? Alafu namfukuza aende wapi? Nje. Badala ya kumleta wapi? Kanisani. God is calling us to protect our children, to protect our youth. Are we protecting them as a family? Are we protecting them as a church? Bwana Yesu asifiwe. Abuse for our children is so much rampant. What are we doing as a church? Are we standing up for these children? They need urgent rescue.
Most of them are lost in many things. Gambling is a trend. Bonyeza ushinde. Avieta. Bwana Yesu asifiwe. Shortcuts. The question is, are we protecting our children as a church, as a family, as a community? Bwana Yesu asifiwe. I remember in the morning when I came in, everybody was busy in the Bible study. Tukianza ibada, one of the children akaanza kutapika hapo. Nikaenda nikatoa handkerchief kwenda kupanguza. Mwalimu akasema hapana, wacha tushughulikie hii. Because for me, I love children. I see that child as my child. Bwana Yesu asifiwe. We need to protect children. We need to protect our young people. Are we protecting them? Do you know what they are hearing? Do you know what they are seeing? Do you care? Hata vijana wengi wanasema ya kwamba tuliacha church lakini hatukuacha Mungu. Because no one is listening to them. What are their voices in their life? Are you listening to their struggles? What are they struggling with? Bwana Yesu asifiwe. Just a few years ago, we were in a school kule Bomet, Saseta Girls. Tukishamaliza kubamba, tumemaliza 2 hours, tushapiga show nini, nimemaliza kuoga, nimehubiri. One of the ladies wrote akasema, "Pastor, can I see you?" Na akatupa kanoti, nikaletewa. Na nikasema mwenye ameandika hii anaweza kuniona kabla tuondoke kwa gari. Kuingia kwa gari, the lady came. Akasema, "Basi mimi nahitaji msaada." Why? In 3 weeks time narudi nyumbani. But during the December holidays I got a boyfriend. Nikalala na yeye na nimenotice niko 3 months pregnant. So April I'll be going home. Walimu hawajui, mzazi hajui na boyfriend hajui. Basi nifanye nini? Utamwambia nini kama mzazi? Utamwambia nini kama mwalimu? Utamwambia nini kama mchungaji? Are we protecting our children? Bwana Yesu asifiwe. Wengine tumeweka mitego, wanaanguka, wanaangamia. Tumeacha wakipotea. We have not been praying for them. As a Baptist church, we began a movement called Pray for All. And we are going in every school. We are going in every home. This is a movement, Pray for All Kenya. And we want to recruit every member in the church to be praying for the children, to be praying for the schools, to be praying for the teachers. You just get a card and put 10 names of children you'll be praying for every day. 5 minutes in a day. Bwana Yesu asifiwe. Children need protection. Bwana Yesu asifiwe. Mara mingi tunasema ya kwamba watoto ni viongozi wa kesho. Lakini tukisema kwamba ni viongozi wa kesho, who is preparing them? Nani anawaandaa kwa viongozi? What are we doing to prepare them? Bwana Yesu asifiwe. Nikienda kila mahali wanasema kwamba tuko na KBTC Limuru. Ni mahali pa kuandaa viongozi. But how many of our children are there? Who is preparing them? Where are they being prepared? What are you doing to be part of that? Huwezi kumwambia tu mtoto dadi utakuwa daktari. There is a part you need to play for that child to become a doctor, to become a mechanical engineer, to become a pastor, to become a missionary. They were prepared. Timothy was prepared by the grandmother, by the single mother, Lois and Eunice. They took their time to prepare. And Paul came in as a mentor. Esther, to become a queen, was raised by Mordecai, an uncle. The question in the house, who are you raising? Who are you protecting? Wengine wanaopotea, wanawajua. Na ufanyi chochote. God will ask you for accountability. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Who are you raising? Who are you mentoring? Who are you protecting? Who are you welcoming? Bwana Yesu asifiwe. Most of us see them as a bother. We don't see them as people. And this attitude needs to change in the church. This attitude needs to change in the family. See children, young people as
people. See them as God sees them. See them with the eyes of God. Tuwaone kama watu. Bwana Yesu asifiwe. Tuwaone kama watu. Bwana Yesu asifiwe. We need to protect them. Na tumeona hapa a very good skit about the lost child. Na tunajua katika hiyo hadithi yule mwana mpotevu, before he said I am sorry, the father was already ready to welcome the lost child. Ni wangapi kama wazazi tutafanya hivi? Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie sana. The best stewardship of God given resources ni watoto na vijana. One other thing is, these children are the next generation of leaders. And if they are the next generation of leaders, they need preparation. We need to prepare them. So see them as the next generation of leaders. Bwana Yesu asifiwe. Number 3, see them as a bridge. Waone kama daraja ya kwenda mahali unataka kwenda, kufikia kile unahitaji kufikia. Waone kama daraja. Mimi kanisa langu wale washirika wengi wamefika saa hizi ni wale washirika ambao nimeenda kwa shule Njiru Primary School, nikaenda birthday zao nyumbani, wakaja kanisani. Si hata uinjilisti, nimeenda birthday zao nyumbani, wakaja wapi? Kanisani. Wazazi wakaja mkutano, maana wana hall Njiru Secondary School, wanakuja Njiru Secondary, wakakuwa kanisani. Because I saw these children as a bridge. Bwana Yesu asifiwe. Hata wewe kama mzazi ulipeleka mtoto kwa shule kwa sababu mzazi mwingine alikuelekeza. Right? See them as a bridge. Waone kama daraja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. And my last reason before I sit down is when we transform children and youth, we transform our tomorrow. When we transform our children and our youth, we transform our tomorrow. Tukibadilisha watoto wetu, hawa vijana wetu leo, tunabadilisha kesho yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na hata ukienda kule nje wanaimba, maisha ni yangu, shughulika na yako. Hatupangwingwi. Bwana Yesu asifiwe. Because no one cares to see the transformation story of these children. And as a leader, I know that there are stages in a child development. Ninajua kwamba mtoto chini ya miaka 5, that is the greatest period of learning. Anataka kujua, anajua kwamba hii ni nose. Ukimwambia kwamba hii ni ear, anakuambia hapana, teacher alisema hii ni nose. Teacher alisema. The greatest period of learning, 5 years and below. Akifika 6 years, the values are getting in. Anajua tabia mzuri, tabia mbaya. So mimi kama kiongozi nafaa kustress mambo ya tabia. Ajue kwamba hii ni nzuri, hii ni mbaya. Wakati amefika miaka 6. Miaka 5 kurudi chini, ni nini anahitaji kujua? Because that's the foundation stage. Bwana Yesu asifiwe. Hata mtoto mdogo akiwa miaka 5 akiwa uchi, akitembea hapa hana shida. Lakini akifika miaka 6 anakuambia dadi, nani ataona nini yangu? Why? The values are getting in. Akifika miaka 9, the world view is coming in. World view. Kama mimi nilizaliwa Kakamega, Regi kule village. My world view set in nikiwa miaka 9 nikiwa kule. I knew ya kwamba msichana akivaa nguo lazima ifike wapi? Kule chini. Mvulana na msichana wakisalimiana ni 2 meters away. Sasa ngoja nifike Nairobi, nimefanya kwa youth pastor. Nilikuwa naona shetani kila mahali. Maana kuna tumbo cut, kuna hug, kuna kiss. Bwana Yesu asifiwe. Because I my world you set in when I was 9 years. But I thank God for the pastor who was working with me, Pastor Ambrose. Kaniambia basi tutakusaidia. Na alinifundisha kwa njia nyingine ambayo ni ngumu sana. He gave me a mission team. Tukaenda kule Elgeyo Marakwet. Watu wanaitwa Endo. Maana nimezoea kuona tuko kati Nairobi, naona ni kama shetani. Sasa huko niliona shetani wakubwa. Maana huko hata nguo hawana. Mama anafunika tu hapa peke yake. Huko mwingine ni nikirudi nilikuwa na tubu.
Maana nilijiuliza hao wakiimba Mungu anapokea sifa zao? Wakiomba maombi yao yanafika? Nilikuwa natuko nikirudi Nairobi after 2 weeks mission. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Transforming our children and youth today transforms our tomorrow. Wakibadilika, kesho itabadilika. Kanisa letu litabadilika. Familia zetu zitabadilika. Nchi yetu itabadilika. Kenya yetu itabadilika. But we need to look at what kind of transformation what you are to see in their life. What kind of transformation do I want to see in my child, in my young person, and measure on that. Akifika miaka 13, transition is setting in from childhood to adulthood. And it's about we need to do what we call the ROCS programs every time. When children are age 12, age 13, age 14, spend time with them. Bwana Yesu asifiwe. Ajue maana akiwa age 11 and below, kama ni msichana kifua ilikuwa flat. Akifika age 12, age 13, kifua imeanza kuonyesha breasts. Kiuno imeanza kupanuka. Anafaa kujua those changes. What does it mean for them? Na hii inafaa kutoka hapa kwa pulpit. Si utoke kule nje. Maana ikitoka kule nje utapata mimba za mapema. Bwana Yesu asifiwe. Transforming our children and our youth today transforms our tomorrow. And Jesus knew this when he was talking to the disciples, because he knew these are people who are agents of change. Hao ni watabadilisha dunia. Hao ni watabadilisha mambo. Na wakibadilisha watoto, kila kitu kimebadilishwa. And not only that, when you look into the Old Testament, look at Moses. He's coming from Egypt. And Pharaoh knew their tomorrow belongs to children. Anaambia Musa, nyinyi endeni, lakini watoto wacheni wapi? Nyuma. Musa akaambia Farao, hapana, hata watu hatutaziacha nyuma. Watoto wetu hatuwaachi nyuma, tunaenda na wao. What about us as parents? Watoto wetu tumewaacha nyuma. Tumewaachia movies. Bwana Yesu asifiwe. And the movies are changing them. The movies are shaping them. Tumewachia DJ Afro. We spend 1 hour with them in the church. They spend 8 hours in the school. And in the school as a church, we are not there. Yet the government has given us 40 minutes. But we are not taking the 40 minutes. Walimu wanatumia 40 minutes kufanya assignment. Bwana Yesu asifiwe. What are we doing as a church? What are we doing as a family? Hata sasa hivi ndio mwalimu wa Sunday school karibu na wewe. Next week unafundisha nini? Atakwambia hajui kile anafundisha next week. Maana training hakuna. Curriculum hakuna. Hello? And we are happy as a church. We are happy as a family. Kwamba watoto wetu wako katika mikono mizuri. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Tupigie Yesu makofi mazuri. Verse number 14, I will read and then I'll close. Verse number 14, nasema hivi, the same way your Father in heaven is not willing that any of these little ones should be lost. Our children are lost in neglect. Our children have been abandoned. Our children have been raped. But God is calling upon the church. God is calling upon the family to stand up for children. To stand up for the youth. Are you going to stand up for the children? Are you going to stand up for the youth? Shall we stand on our feet? Tunapoimba wimbo huu unaosema ya kwamba mbele inaendelea. Inazidi kutembea. Mbele inaendelea. Naomba kama kanisa, kama familia tushikane mikono, tuseme kwamba tutaendelea mbele na watoto wetu. Tutaenda mbele na vijana wetu. Tutawashika mkono. Tutatembea pamoja na wao. Tutahusika katika maisha yao. Tutatembea katika shule mahali wao.
Unasema ya kwamba sijahusika katika maisha ya watoto wangu vizuri, na mchungaji, ninaomba uombe nami nihusike katika maisha ya watoto wangu, nihusike katika masomo. Nisema kwamba nataka nihusike katika maisha ya watoto ambao Mungu umetubariki nao. Nataka tuende mbele pamoja, nataka tusimame pamoja, nataka tupande milima pamoja na wao, twende katika mabonde na wao. Nyosha mkono wako tunapoomba pamoja. Mungu wetu, katika jina la Yesu, hiyo mikono ile inuka juu yangu, imeinuliwa kwako Yesu. Bwana, wasaidie wazazi hawa, wasaidie walimu hawa, wasaidie viongozi hawa, wale watoto umewapatia, wale watoto wako katika maisha yao, wasaidie kuhusika katika maisha yao, wasaidie kuhusika katika kuwalea, wasaidie kuhusika katika kuwafanya kwa viongozi unaotaka wawe, wasaidie kupeana mali yao, vipawa vyao, talanta yao, pesa yao katika maisha ya watoto hawa, katika maisha ya vijana hawa. Wasiwe na neglect, wasiwe na ignorance, wasiwe na abandonment. Wasikwenda katika mashule, wengine wajitokeze kwenda katika watoto ambao wamepotea katika miji yetu, wengine wameingia katika drug abuse, wanapotea tukiona, wengine wamepotea katika bangi, wengine wamepotea kwa ajili ya mimba za mapema, wengine wamepotea katika ndoa za mapema. Bwana, unatuita mchana wa leo kusimama kwa ajili ya watoto wetu, kusimama kwa ajili ya kizazi hiki. Bwana, tusaidie, tusaidie kama kanisa, tusaidie kama wazazi, tusimame pamoja na watoto hao. Maana Bwana hutamani wapotee, hautamani Bwana waangamie. Bwana, wengi wamepotea, wameingia katika siasa ambazo hazifai. Bwana, tusaidie, saidia kanisa lako, kasaidia viongozi, saidia wazazi, wakaone mbinu na njia ya kuweza kuwaleta watoto karibu na wao, kuwakaribisha kama vile Bwana umewakaribisha, kuweka mikakati na budget inayofaa, kuweka misingi mizuri katika watoto wetu, kuweka misingi mizuri katika vijana wetu, ili Bwana tuwe na kanisa kesho, tuwe na viongozi kesho, tuwe na kanisa kesho litakao badilisha nchi hii kwa utukufu wako. Bwana, tuinue, Bwana tusimamishe, Bwana tujenge, Bwana tupatie rasilimali tunazohitaji, na zile rasilimali umetupatia tusaidie kuzitumia vizuri kwa utukufu wako. Pokea sifa. Unapohubiri, mimi sijempokea Yesu, ningependa kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na singependa kutoka katika madhabahu haya kabla sijanena na wewe. Uko hapa, ungependa kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ni wewe ukubali ya kwamba nimepotea katika dhambi na Yesu amekuja kunikomboa, na hivi leo ningependa kukombolewa, hivi leo ningependa kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Maisha yangu inaangamia, maisha yangu inapotea, inazama, na hivi leo Yesu anasema njoo, njoo nikuokoe. Ako tayari kukuokoa. Ikiwa tayari uko tayari kuokolewa, unaweza kuinua mkono wako tu pamoja naye. Kuna mmoja angependa kuokoka siku ya leo? Usionee haya injili ya Bwana. Kuna mmoja angependa kuokoka siku ya leo? Ikiwa hakuna, nawaombea baraka, nawaombea amani, nawaombea ushindi. Bwana wabariki na watende mema siku zote za maisha yenu. Asanteni. Can you appreciate him better?
Kuna kitu umejifunza? Inua mkono nione.